Okay, what's up everybody? Ni Smigo TJ in the building all the way from Smigo TJ Media, na tuko na mgeni wetu leo. Huyu si mgeni sana, amekuwa kwa hii platform mara mingi. Amekuwa kwa hii platform mara mingi. So, I think this is the second time on our platform. Acha ajieleze. Hello, this is Josephat Ndegwa Mbugwa kutoka Mwea, Boy Child Advocate and Boy Child Ambassador. Yeah, huyu anaitangwa Josephat Ndegwa. Anakuanga Boy Child Ambassador ama Men Empowerment Ambassador kwa Kenya yote. By the way, hatuna mwingine Kenya yote unless sasa mkoe na mkoa mwingine na huko, lakini hatujui mwingine, tunajua huyu. So Josephat, umekuwa I think umekuwa mtu wa kusaidia sana in this kutoka nimekujua. Nasikianga tu uko na event unafanya mahali, uko na kitu unafanya mahali, sijui kuna time ulikuwa umehag mti mahali ni huku Mwea bado. Kuna time ulikuanga na charity walk ukaenda Mulanga kusaidia sijui Baba Moash. Kuna last Sunday I think mlikuanga Kianyaga Children's Home. So mimi upenda uona, mimi naona unakuanga na roho safi, clean heart. How does that happen? Hiyo inakuanga aje? Is it normal? Hiyo clean heart ni vile napenda kutetea rights za wale wase wengine pia. By the way, nakuanga human rights activist. Na hata nilikuwa na wania human rights activist of this year. Hata kama nilishinda kama namba 2. So nimekuwa nikiongelea pali popote naona kuna mtu anafinyiliwa kwa society. Yeah, ama kuna mtu anahitaji usaidizi kwa society. Yeah. Oh, so hii kusaidia, hii upendo ni from the heart, from the brand eh. Oh, alafu kwa hizi charities zako hizi unakuanga kama ile time ulikuwa umehag mti, ile time ulikuwa umetravel mpaka Murang'a huko kwa Baba Moash. Si kuna watu unaona watu kwa social media wanasema watakusaidia, watajoin wakusaidie, ama wengine wanasema you are doing great job. Kuna wale wakusaidia, do they really come to help you ama inakuanga tu maneno ya social media, ama wengine wanakuanga aje? Hiyo acha tuseme usaidizi yenye niko nayo kwa sasa ni watu kidogo sana, but siwezi kosa wawili hivyo, hata kama sio waheshimiwa, watu tu kama sisi wenye wanaona unafanya kitu poa. For now nimekuwa nikijitolea from anything yenye mimi napata kufund mambo yangu, sababu for now sina mheshimiwa anaweza pigia simu anichukulie simu, ama pengine nimpigie simu respond. So nimekuwa nikijaribu kutafuta wenye napata, na pia imekuwa ngumu, haijakuwa rahisi. Manze. Hii kitu ya men empowerment manze, hatuwezi push bila waheshimiwa men. Kwani waheshimiwa mnatakangaje? Hatuwezi push bila waheshimiwa. This our boy mnamjua, alikuwa amehag mti pale stage. Manze anajaribu kutalk about men empowerment. Si ati tunapendelea men, lakini tunataka tu voice ya men ikiwe heard in society. Juu sasa men tunakuanga in a very bad thing. Bro saa hii wewe na dem mkafanya makosa na ni makosa the same. Bro utakimbizwa. Sasa we are just here to yani at least to pia voice ya men ikiwe heard kwa society. Hiyo tu. So just watu umeniambia waheshimiwa ama wale marafiki wanakuambianga watajoin wakusaidie kwa vitu zako. Wengi wanga wakuji ama wengine wanakujanga, alafu unaona mtu amesaidia mara moja, ama inakuanga tu vitu za social media, ama mnapigwa picha tu na yeye alafu anapotelea tu hivyo, ama kuna kuangaje? Watu wa siku hizi wengi ni watu wa kupiga tu picha. Mtu anajisort, anakupromise. Na siku hizi tunasema hakuna kupromise. Wewe ukikuja unasema na unawacha usaidizi yenyewe unatenda. Yeah. So nimekuwa nikingangana na pia kusaidia maboy child ambao wako mtaani pia. Na pia niko na motion ambayo nimekuwa nikitafuta sana kama wa Senator Morango ama mheshimiwa wote wa Kirinyaga, sababu sometimes nawaambianga niko na petition naweza taka tupeleke bunge, but hiyo petition labda ipelekwe na mbunge ama senator.
but sijakuwa nikipata karibu. Wenye nawapigia wabunge sometimes wanani ignore, wananiambia hiyo si kitu ya maana, but nimeka nikijitahidi na kujipea nguvu pia. Yeah. So our senator wetu si ni Murang'a, si ndio? Our senator manze, huyu kijana sikiza, huyu kijana by the way, huyu kijana anajitumanga sana. Na our senator Murang'a, you are man, wewe ni mwanaume, unaelewa vitu tunapitianga as men. Kwanza as boy child, kama yani maisha ya boy child inakuanga ngumu all over kutoka umezaliwa. So usipopata guidance mzuri ama upate support kwa watu wako hapo juu, bro, maisha yetu inakuanga ngumu. So as you, our senator Murang'a, do something manze, fanya kitu, usikize huyu kijana, usikize huyu Josephat, at least tufanye kitu. So for na senator NMP, unajua ushaiongea na NMP? Ule MP nishaiongea na yeye ni huyu Gashoki Getare, nishaiongea na yeye. Naongeanga na hata wenye wanasimama pia. Nimejaribu kuongea na mheshimiwa anaitwa Ken Daktari. Mheshimiwa Gashoki Getare, si ni yeye ako kwa ofisi sasa hivi? Yeye ndiye ako kwa ofisi. Ushaiongea na yeye hiyo mambo ya boy child ni nini akakurenga ama kulienda ngaje? Nishajaribu tu kuongea na yeye akanilenga. But bado najitahidi. For now nilikuwa nimemwelezea kuna mambo na men empowerment ambayo inahitajika, sababu kwa saa hii tumekuwa na women and youth empowerment. Pia ukiona juzi place yote kulikuwa na Hustler Fund, hii Nyota Fund. Ilikuwa agenda ni ku empower youth and women. But kuna hii gap ya miaka kutoka 35 na hao men hawajakuwa wakisaidika. Manze. So tumekuwa tukirequest, sababu wanaume pia wako na mashida mingi. Wanalipa school fees, wanalipa rent, ndio wao wanategemewa na familia, pia bibi zao ndio wanategemea. So tumekuwa tukisema pia empowerment, juu pia wao wanalipa tax. Tunahitaji kuona pia wanapewa usaidizi, hiyo empowerment na serikali. Let me just say this. Unaona wanaume kwa in this life, by the way, acha nikwambie, hakuna kitu uanga yuhusu mwanaume by the way. A lot of things, either big ama small. Kila kitu ni kama hii dunia haiwezi happen bila wanaume. Sasa as government, kama government wanga ina favor madem, wanawake, sasa sisi tutafanya nini by the way? Kama mtatusikiza, tukiingia kwa madrugs bado mnaanza kusema tumekuwa wakola, tukivuta bangi mnasema sijui sisi tulishindwa na maisha yetu. Si mtusikize, just listen to us. At least msikize, venye mtatusaidia, mtusaidie, kama ni kutusaidia ama kutusaidia na guidance, any idea of life ama anything we can do in life. So we are just requesting waheshimiwa, all any other big person manzi huko juu. So Josephat is kuna hizi macharities unaendanga, kunayo iko hapa karibuni ama hii mnapanga? Hii yenye iko saa hii ni ya mbali, iko Narok. Na for now sikuwa nimejipanga, but kukitokea charity ya karibuni pia nitaweza kuwajulisha. Saa ile kitu iko ya karibuni sasa hivi ni petition ambayo tunataka kupeleka kwa Senate ama kwa National Assembly ama kwa Office of the President, sababu pia men wakuwe included kwa empowerment programs. Na mi ushangaa sana sababu hakuna sheria kwa hii Kenya imesema ukiempower men utapelekwa kwa jela. Hakuna. Hata wenye wako nimejaribu kuwasikiza sana, hadi kwa posters za viongozi wenye wanasimama kwa viti na wenye wako wanaweka empowering women and youth. Yeah, youth and women. Na hapo mzee wa miaka kutoka 36 kupanda hakuna venye ana benefit, so yeye si youth. Yeah. So as for now tushawaambia acha tusupport, tujaribu tu kuempower men, yani maboy child, at least tufike mbali. Juu sasa sidhani kama kuna mtu atai kuja kutuongelelea as men.
hakuna. So Josephat, mimi kitu nitakwambia, unaona hiyo kitu umeanzia, it's a very very big thing. Ni venye watu haja realize kitu unafanya. By the way, usi give up. Mimi nitakushikilia venye nitaweza, kama ni kukupostia, kama ukikuwa mahali kwa event unaniita, ukitaka anything. By the way, na mimi si ati na promise hivi tuko kwa kamera, sio ni best yangu, si unanijua. So mimi nitanini venye nitaweza. So wewe usi give up kwa wahesh manzi. Kama wewe ni muhesh ama waniakidia kukua muhesh ama utakuwa muhesh manzi, just support Boy Town. Ama pia hata si ku support na pesa ama kazi, unaweza motivate someone ama umwambie kitu imsaidie kwa maisha. Pia kama saa hii support yenye tunahitaji saa hii hata si ya pesa sana. Ile support tunaweza hitaji saa hii ni mhesh mwenye anaweza tusaidia kuprint signatures. Juu saa hii tunaokota signatures, at least tuweze kupata signatures kadhaa, hata kama ni 10,000 ama 20k za kuonyesha pia community iko willing men waweze kusaidika. Sababu sijaona mtu hataki ati babake asaidike ama mtu hataki bwanake akuwe empowered. Yes, kila mtu sahi anaongelea, anataka pia men wakuwe empowered, na men ndio kiongozi wa nyumba pale, ndio wanalipa rent, ndio wanalipa school fees. Na pia hapa mtaani tumekuwa na shida ya men. Ukiangalia kama street children wengi ni boy child. Ukiangalia pia wenda wazimu, mental illness sana inaguza boy child. Ukiangalia vifo venye zinatokea kwa kukunywa pombe haramu sana ni boy child. Sana ndio wamekuwa wakikufa. Hata death rates, watu wenye wanajinyonga saa hii wengi, namba imekuwa kubwa sana ya boy child. Na hapo kwa madrugs, yeah. A lot of men hawaingiangi kwa madrugs ati ni juu ya wanataka kukua walevi ama wanataka, unapatanga uko na vitu mingi sana in your mind na hakuna msee kwa around ati unaweza share. Unapatanga uko na burden, a lot of burdens in your hand. Yani unaona kitu mzuri tu ni uende kwa klabu to your fellow men, muende mpate mpige hizo vitu, at least usikie kama stress zimeishaisha. So manze, we have to nini. Sahi venye nikimalizia, ningetaka encourage leaders wakuwe wakusupport men, sababu kama Mungu mwenyewe angekuwa ana empower youth and women, sijui wanaume tungekuwa wapi. Sahi tungekuwa maiti bana. Hata Mungu angeumba wanaume basi. Bana angewaumba. Tungekuwa kwa hii dunia bana. So hapa kwa gender tunaambiwa gender ni mbili, women and men, male and female. So tunataka gender zote zikuwe empowered. Alafu kitu kingine wanasema, waheshimiwa wamekuwa wakiniambia men hawana groups. So men hawawezi kuwa empowered juu hawana groups. But ningewauliza zile groups za men zenye ziko huku Mwea ama zenye ziko Kenya, si kwanza wamalizane nazo, kukue hakuna ingine sasa hata moja imebaki kabla ikuwe empowered, si ndio? Alafu pia tu encourage men wafungue groups kama vile tuna encourage watu wa register kwa ABC. Pia tunaweza encourage men wakuwe na groups, na pia men hawajakuwa wakifungua groups sababu hawaoni waheshimiwa wakikuja. By the way, groups, mkiwa in groups ni rahisi sana kusaidika kushinda mkiwa on individual. Yeah. So mkiwa in groups ni rahisi sana juu kama ni usaidizi inakuja, mnatafutwa, wale tu wakubwa mna nini. Shida sahi ni men hata wakifungua group wahesha wakuji. Unaona women wakifungua, unaona hata kwa TV, kwa simu unapata mhesha alikuwa na women kuwa fund group zao. Na pia ningeomba, nasikia hadi kuna waheshimiwa wanasema wataempower women groups 1,000 kwa wakichaguliwa. Sasa ningependa kuambia pia huyo mheshimiwa pia aangalia hata kama ni 10 groups ya wanaume, hata kama ni 20. Haki jo. Wasiache nyuma sana. Yeah. So interview ya leo tutaiachia hapo. Thanks a lot by the way my bro Josephat kwa kukuja, kwa kupull up. So mimi nitawaambia kitu before nimalize hii interview. Let's empower men by the way, acha tujaribu tu to empower men na tusimame na boy child. Juu boy child manze is very there. Si hadi sidhani kama kuna mtu ataisimama na boy child. So let's stand with boy child
At least pia voice ya Boy Child ikiwe hand on society. Kuna issue nimesahau. Kuna huyu Boy Child ana trend saa hii. Ameoshewa nje na maboy wenzake, alafu akamchukua vida. Ni wa wapi huyo? Akiwa uchi, sijajua ni wa wapi. So wamemchukua vida, wamempost akiwa uchi na picha zake wakimuosha, ati hajakuwa akioga kwa 3 months. By the way, hiyo si poa. Hata kama mngemuoshea on private, sababu saa hii tuseme hata kama ni madem wameosha dem mwenzao ama maboy wameosha dem, saa hii ungekuwa umesikia arrest kila pahali, kila leader angekuwa anasema au wenye wamefanya hiyo kitendo waweze kuchukuliwa hatua. So pia kutoa mtu nguo mbele za watu na kumchukua video, pia hiyo ni makosa. Ningeomba pia director of investigation waweze kusaidia huyo kijana pia aweze kupata haki yake, sana sana juu Boy Child hajakuwa akipata haki, na kwa saa hii hatujasikia hata mtu mmoja amecondemn hiyo kitu. Yeah. So shida inakuanga na men, ni unapatanga men akiwa na shida, mwanaume mmoja akiwa na shida, his fellow men ndio wanakuanga number 1 kuenda kumuoppose. Badala wamsikize, wafanye kitu at least wajue venye watamsaidia, ndio wanaenda hapo kuoppose. So men, let help bro, yani tukue blow to blow, let help our fellow men. Hata tuikatie hapo.